Waziri Eugene Wamarwa. Thank you so much. Muyai ni museo. Mavinda onde. Asanteni sana kutukaribisha Ukambani. Kwanza nishukuru sana host wetu Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka. Nishukuru sana host governor wetu rafiki yangu Wavinya Ndeti. Nishukuru sana gavana Malombe, gavana Junior rafiki yangu sana. Nishukuru sana Apostle Musili na the House of Clergy wote ambao wametuombea siku ya leo. Mimi sijawahi kuwa Yata. Nimekuwa Ukambani mara nyingi sana. Lakini nataka nishukuru sana Yata sababu vile Mheshimiwa Kalonzo alisema tulikuwa tumevamiwa. Shamba la Uhuru lilivamiwa pale Northlands. Same day wakavamia kampuni ya Mheshimiwa Raila Odinga, East African Spectre kule industrial area. Same day tuliambiwa wakitoka kwa Uhuru wanakuja kwa Kalonzo. Wangetoboa kweli? Kuna jamali waambia usicheze na Wakamba bwana. Hawa wanaelewa sayansi ingine. Badala ya wewe kwenda kula hiyo mbuzi, utabaki huko Yata ukule nyasi kama mbuzi. Majamaa waliogopa kuja Yata. Kwa hivyo tunawashukuru, you are the showstopper. Ninyi ndio mlisimamisha uvamizi. Na tukija hapa tunawashukuru na tukisema hatutaogopa. We shall not be intimidated. Na hawa watu wa Kenya kwisha. Sababu wako wanafanya siasa ya vitisho. Bado wanaendelea. Jana yote tumekuwa DCI. Tukipambana kumtoa ndugu yetu Maina Njenga. Juzi tena tumekuwa tunapambana kutoa kijana wa Gaucho. Huyu kijana ni president wa ghetto. Alishikwa sababu yeye alikuja kuambia ukweli vile Ruto alidanganya mahasla na mahasla kama Gaucho wanaumia. Si hata huku Ukambani kuna mahasla? Si pia ninyi mnaumia? Sasa leo tunataka tuwashukuru sana kwa huo msimamo wenu. Lakini pia tuseme ya kwamba yale baba amesema hapa. The Yata Declaration. We want to put on notice the KK regime ya kwamba ikifika Jumanne, pursuant to the Yata Declaration, we shall be making a major statement as Azimio kule Nairobi. Makataa tuliyowapa ya siku 7 kupitia timu yetu ya bipartisan talks wakiongozwa na ndugu yetu chairman Senior Counsel Otiende Amolo. Hiyo notisi inaisha Jumanne. Na kama yale baba amesoma hapa, yale mambo manne, kama itafika Jumanne bei ya unga haijashuka, kama bei ya sukari haijashuka, kama bei ya mafuta haijashuka, na kama hawajasuspend ile 3% na ile 16% ya VAT, watu wa Yata mnasema tufanye nini? Tufanye nini? Tufanye maandamano? Turudi kwa street? Tuonane na hawa wakora? Hebu nione makono mnawaamua. Salala. Chairman, bipartisan mko hapa. The people of Yata have spoken. So by Tuesday, if Kenya Kwanza has not done what has been declared here in the Yata Declaration, the bipartisan talks will be declared as dead as a dodo. Na kama yule Anderito hata kuwa mesajili wale viongozi na resolutions za Jubilee, as we kick out those bipartisan talks, Anderito pia you shall be kicked out. Hiyo meamua. So hiyo ni ilani tu tunatoa. Lakini tushukuru sana wana Wiper. Vile ndugu yangu Kioni amesema, it might be a coincidence, lakini siku hii, mwezi kama huu, mwaka wa 82,
ndio waraka wa kuwa demokrasia ya vyama vingi ilitolewa na Baraza Kuu la KANU. 26th of May 1982 was the death knell resolution that was made by KANU to kill multi-party democracy. Leo tuko hapa tukishukuru wanawaipa sababu ya ile kazi mulifanya. The blue wave swept the entire Ukambani region. Sababu yenu. We are strong as Azimio because of the strength of the Wiper democratic movement. Na kama wana Azimio, we are here to thank you. Na tunashukuru sana tukiona magavana wenu wote watatu wakiwa pamoja. Tukiona maseneta na wabunge wenu wote pamoja na MCS. Vile Martha amesema, in the Azimio family, ninyi wana Wiper are the steadmost. Ninyi ndio mumeshikilia Azimio namna hii. Tunawashukuru sana. Ukiona gari inaenda imekaa kombo barabarani, imekata ile stabilizer bush. Kuna ile universal joint inashikilia gari. Ikikatika unaona gari inaenda imekaa hivi. Sijui kama ushaona gari kama hiyo. Now the Azimio vehicle iko steady sababu the Wiper democratic movement is steady. And we are here to say thank you na kuomba pia muendelee kukaa ngumu sababu bado wanajaribu kuua demokrasia ya vyama vingi. Na hii Wiper muichunge. Na sisi tunashukuru sababu William Ruto alitangaza eti alikuja hapo Ukambani baada ya kutangazwa mshindi na alitongoza ati Kalonzo aende akuwe waziri wake. Mulisikia hiyo maneno? Si walikuja maombi hapa na Bwana Gachagua? Wakasema ati they wanted Kalonzo to be the foreign minister wa hii serikali ya Kenya Kwanza. Huyu Kalonzo si amekuwa foreign minister? Si amekuwa vice president? Huyu tena ni mtu wa kutafuta uwaziri kweli? Ati akuwe nini? Sasa tuambie hao hiyo mambo mnasema Kalonzo amepita hiyo maneno. Sawa sawa? But Kalonzo, we also want to thank you for staying steady. The way Wiper has stayed steady is because of your steady leadership. Wewe umesimama na baba na mama running network. It is because of your steady leadership that we won. And you better believe me, we won this election but our victory was stolen. Na hiyo ndio sababu tumekuja hapa kuwahimiza tuendelee kutembea pamoja. When we are talking about the defense of democracy, Ukambani mumekuwa on the front line. Right from our independence, tukiwa na yule Paul Ngei wakitembea na Jomo Kenyatta na kina Jaramogi. Second liberation, Masinde Muliro alikuja kutafuta mzee Ndenge, George Ndenge hapa. Walitembea pamoja na Jaramogi in the second liberation. We are asking the Wiper democratic movement and the entire Ukambani, musimame pamoja in defense of democracy. And that is why we are here today. Tuko pamoja. Sitaki niseme mengi sababu ya saa, tuko na wageni wengi, nataka nirudishie Mheshimiwa Kalonzo na niseme leo hatuna haraka kutoka hapa Yatta. Asanteni, Mungu awabariki.